Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wapenzi wafuatiliaji wa channel yetu hii ya Balqasim Online TV, hujambo na karibu tena katika kupata mwendelezo wa kisa chetu kile pendwa kabisa kinachojulikana kwa jina la Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya season 2, na leo tupo katika episodi ya 22. Ukipendwa na Jini Jiandae na Haya season 2 episodi ya 22. Kabla tujaangalia episodi hii nasemaje, na kuomba wewe ambao bado hujani subscribe, tafadhali subscribe sasa ili uwe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kupitia hapa Balqasim Online TV. Asante kwa ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa ni mwanafamilia. Jiandae mwezi wa 12 tarehe 31 tutakuwa na dua maalum kabisa, dua ya kufunga na kufungua mwaka tarehe 31 mwezi wa 12, na dua hii watu watatakiwa wajiandikishe na kujisajili kwa sababu dua ya mwaka huu ni aina yake. Inshallah tutaendelea kuyazungumza kwenye vipindi vyetu vya live, na sasa tuangalie sehemu ya 22 inasemaje. Kabla ya kuangalia ni vema tukajikumbusha kidogo pale ambapo tulipokuwa tangulia. Tulishia pale ambapo yule binti alimpigia simu Rabia ambaye ni rafiki yake na kumuita nyumbani kwake na kutaka kumueleza yale yaliyojiri. Nini kiliendelea? Sasa na tusonge mbele. Sofia akamwambia Rabia, Rabia, shoga yangu nikwambie, mwenzako nimepata bonge la bwana. Rabia akamwambia, we usiniambie, imekuwaje? Hebu nipe mchongo ulivyokuwa. Ndipo Sofia akawa anamueleza Rabia namna mambo yalivyokuwa. Akamwambia, nilikuwa nakwenda zangu hospitali, kliniki. Nikakutana na mwanaume ambaye alikuwa na gari nzuri, gari nyeusi, sijui na aina gani ile, lakini gari kubwa, nzuri, ya thamani, imependeza sana. Yule bwana alikuwa ndani ya gari ana asili kama shombe ya Kiarabu fulani hivi. Basi nakwambia, akaleta gari yake mbele yangu. Kisha akaniambia, anti, waenda wapi na mtoto saizi na jua kali hili? Nikamwambia naelekea clinic. Akaniambia, unaonaje nikakupa lifti mpaka clinic? Shoga, sijaamini. Jua kali, najisikia vibaya, nilitamani kurukaruka kwa furaha. Nikamwambia sawa. Akanipakia, nikakaa mbele pale, nikawa nimeweka kishoka, utadhani mimi ndo boss lady. Rabia akasema wacha we. Sofia akasema ndio. Basi tumekwenda mpaka hospitali. Tumefika hospitali bana, tukakuta kuna foleni. Kama unavyojua hospitali zetu za Uswahilini hizi, foleni ni kubwa, akina mama wengi waliojifungua. Nikamwambia basi asante kaka, mimi nimefika. Akaniambia naweza kukusubiri? Nikamwambia kaka, nisikuchoshe na ile foleni ni kubwa, hata ukinisubiri sitotoka sasa hivi. Akaniambia nasikia kliniki unapokwenda na mume wako basi huduma unafanyiwa haraka haraka kwa sababu kuna mwanaume mkuja naye. Ni kweli? Sofia akasema ni kweli kabisa. Yule mwanaume akaniambia basi nipe mimi mtoto, wewe subiri hapa niende naye akafanya vipimo vyote, halafu nitakuletea hapa, subiri mimi niende naye. Basi shoga nakwambia, akamchukua mtoto dakika 0 tu, yani hata sijui kafanyaje, yani hata dakika 5 hazijafika karudi. Kadi lake lishajazwa kila kitu, mtoto kashakaguliwa, kashapimwa, akanirudishia mtoto, akanipakia tena kwenye gari, akanileta mpaka hapa. Basi huo ndio ubuyu shoga yangu nilotaka kukupa. Rabia akasema nawe mimi nikafikiri mmeshazungumza, mmeshapanga mtakuwa vipi, labda mambo ya kuolewa. Haya bibi wewe, kumbe mtu kakupa lifti tu, kakuonea huruma na jua kali hili, amekubeba amekupa lifti. Haya inakuaje sasa? Kwanza kujitangazia umpata bonge la bwana, kwa kweli umeniboa. Mimi sikujua kama ni hivyo. Sasa mtu jamani, sasa amekupa lifti tu. Sofia akasema eti kanipa lifti. Sasa yani amewaona wanawake wangapi njiani? Kwa nini anipe lifti mimi?
itakuwa kakolea, kapenda mtoto wa kishua, amenipa lifti. Rabia akasema haya, na huyo Zuberi baba wa mtoto itakuwaje? Sofia akasema, Zuberi? Hebu achana na habari za Zuberi. Zuberi amemkataa mtoto toka ana mwezi mmoja. Alipokuja kugundua tu na dalili za ujauzito miezi 3 ile kashaniruka huko. Kasema haijui mimba, nimtafute baba wa mtoto. Mpaka hivi nilivyojifungua sasa hivi, Zuberi hana mpango na mimi. Usimtaje Zuberi. Nimekuita tu nikwambie hizo habari za huyo bwana, na hayo ndio mambo yanayoendelea. Rabia akasema, ni vizuri, sio mbaya, lakini mimi nakushauri usianze kumshobokea kwanza. Wanaume hawa huwezi jua kwa nini amefanya hivyo. Nakushauri tulia, usimtafute tafute mpaka akutafute yeye. Yaani ushauri wangu wewe uwe mpole tu. Hawajamaliza kuzungumza, simu ya Sofia ikaanza kuita. Sofia akiangalia akasema, mtu mwenyewe ndo huyu hapa. Rabia akasema, hadi namba ya simu ushaikariri? Akasema, alinipa business card yake. Kwa mimi nimechukua namba, nimesave kwenye simu, ndo ananipigia. Ngoja niongee naye. Ngoja niweke loud speaker usikilize. Mazungumzo yakawa hivi. Halo, Sofia? Sofia kaitikia, abe, vipi hali? Yule Sariu akasema, hali yangu ni nzuri tu, unaendeleaje na mtoto? Tunaendelea vizuri tu. Vipi na wewe, uko na familia? Mimi niko sawa kabisa. Sofia akasema, vipi wifi yangu, hajambo? Sariu akacheka, kisha akasema, wifi tena? Sidhani, sina uhakika, sijui. Sofia akasema, si useme tu. Unataka kuniambia wewe huna wifi, wewe huna mtu kweli? Sariu akasema, ni story ndefu, lakini sikupiga kwa tuzungumze habari ya wifi na nani. Nimepiga kutaka kujua maendeleo ya mtoto vipi. Akasema, mtoto anaendelea vizuri, ila tu kuna shoga yangu hapa amekuja kunitembelea, anatamani akusalimie. Sariu akasema, okay, mpe simu. Rabia akachukua simu. Akasema, halo shemeji. Sariu akasema, shemeji? Nini hiyo manake? Rabia akasema, pole, samahani. Vipi hali yako? Sariu akasema, hali yangu ni nzuri, vipi na wewe? Mimi pia niko salama. Mnaendeleaje uko na familia? Tunaendelea vizuri na familia, tuko salama. Nafikiri hofu ni kwenu tu. Sisi pia tuko salama, alhamdulillah. Nashukuru kwa kukufahamu, nashukuru kuongea na wewe, nashukuru pia hata mimi nimefurahi. Mazungumzo yakawa hivyo. Simu ikarudi kwa Sofia. Halo Sofia, basi mimi nimetaka kujua tu hali ya mtoto, kwa hiyo kama yuko salama basi nitakupigia wakati mwingine. Sawa, hamna shida. Lakini nini? Samahani, mimi sijajua hata jina lako, unaitwa nani tafadhali? Unaweza ukanijulisha? Sawa, nitakutumia kwenye message jina langu. Usijali. Okay, baadaye kama kuna tatizo lolote nitafute. Sawa Sofia? Sawa, hamna shida. Simu ikakatika. Rabia akaanza kumtania Sofia, akamwambia, shoga, kumbe mtu hata jina hujamjua. Mbona mnaongea kama mmezoeana sana? Sofia akasema, shoga, hii ni bahati yangu ya mtende, na nakwambia huyu mwanaume kama ndio kanipenda kweli, akiingia kwenye anga zangu, yani nitawatanulia Zuberi na ndugu zake walionikataa mimi, watajuta kwa nini wamenikataa. Na huyu mtoto huyu, matunzo atakayoyapata, nafikiri watamtamani. We subiri tu. Wakapiga na stori nyingine 2-3 pale. Kisha Rabia akamwambia, basi shoga yangu, kwanza nimepata stori na kuja kumuona mtoto. Sasa mtoto anaitwa nani? Sofia akasema, hapo kwenye jina la mtoto hapo, ngoja baba yake akija nitamwambia atoe jina. Rabia akasema, unamaanisha Zuberi au? Sofia akasema, bana, Zuberi wa wapi? Sio Zuberi, ni huyu bwana mkubwa ambaye naongea naye. Haya, baba yake na yeye ni nani, jina lake? Jina la baba yake haya nitakutajia baadaye. Haya, na jina la mtoto? Jina la mtoto atatoa baba yake. Wakacheka, wakafurahi na stori zikaishi hapo. Rabia akachukua usafiri wake, akarudi nyumbani kwake. Tuachane na habari ya kina Rabia sasa, turudi kule kwa upande wa
akina Abrash. Abrash ilibidi Hasnan aambiwe na kina Kindias aeleze anachokijua kuhusiana na kifo cha Sadania, lakini pia aeleze anachokijua kuhusiana na usaliti wa Bi Hanshar. Kwa nini anamwita Hanshar ni msaliti, na kwa nini anasema Sadania ameuawa na Hanshar? Ndipo Bi Hasnan akaanza kutoa stori ile ile. Fuatilia episodi zilizopita, utakutana nayo hii historia namna gani Sadania aliweza kuingizwa kwenye mtego. Bi Hasnan akasema, ilikuwa hivi mheshimiwa jaji, ilikuwa hivi. Wakati mimi nimeenda safari na mume wangu bwana Zainu, tulikwenda kuchukua mahitaji tu mbalimbali, ndipo tukakutana na binti Sadania tukiwa katika anga zao. Sadania alituokoa kutoka katika mikono ya askari wa kundi la baba yake, na ndipo sisi tuliporudi nyumbani salama, tukiwa na makubaliano kwamba kwa takriban atufanyia Sadania na sisi tutakuja kumlipa. Sadania alipofika katika ngome yetu, baada ya kumkaribisha, mimi nikawa nimependezewa sana Sadania aolewe na mwanangu Abrash. Lakini mambo hayakuwa vile. Baada ya Abrash kumuoa Sadania, ikaonekana kwamba Sadania anaingiza watu, anaingiza majini kutoka katika ngome zao kisirisiri, ili waje kutuchunguza na waje kutuharibia mipango yetu. Niliambiwa maneno hayo na Hanshar kabla hajawa mke wa mwanangu Abrash. Hanshar ndo alokuja kuniambia kila kitu kuhusiana na Sadania, na mimi nilimwamini sana Hanshar kwa sababu Hanshar alikuwa ni mmoja katika watu wangu wa karibu ambao walikuwa ni mashushushu wangu na majasusi wangu. Lakini kumbe jambo nisilolijua, Hanshar alikuwa na mipango yake. Yaani yeye kumbe alikuwa anataka kumtoa Sadania ili yeye ndo ashike hatamu ya Sadania, kwa maana yeye ndo aje aolewe. Jambo hili sikulijua mapema, na ndipo Hanshar akatengeneza matukio mbalimbali ambayo matukio yale yalitosha kumtia hatiani Sadania. Na hapo mimi mwenyewe nikatoa hukumu ya kifo kwa Sadania, na hali ya kuwa Sadania ana mtoto wake anaitwa Tarik ambaye amezaa na mwanangu Abrash. Abrashi akasema, haiwezekani mama, unachokifanya sio sawa. Nani alikujulisha kwamba Hanshar ndo alikuwa anapanga mipango? Nyamaza wewe Abrash, hujui chochote katika hili. Nani alonijulisha? Unataka kumjua alonijulisha wa nini sasa? Na ukishamjua nataka kufanya nini? Ndio, lazima nimjue. Kwa sababu gani? Haiwezekani mnamtengenezea mtu tuhuma nzito kama hizo. Unajua kama Hanshar akikutwa na makosa katika hilo, hukumu yake ni nini? Unajua kina Kindias atahukumu nini? Usimsingizie mtu, na kama ni kweli niambie nani alikuambia. Nitasema nani aliniambia. Sio leo, sio sasa. Mheshimiwa Kindias, jaji wa mataifa yote, jaji mpendezwa na majini wa anga zote, naomba uelewe ya kwamba mpango wa kuuawa kwa Sadania ulisukwa na Hanshar bila ya Abrash kujua, na Hanshar alikuwa na maamuzi yake na alikuwa na mipango yake. Naomba mahakama yako tukufu ielewe hivyo. Mahakama yangu tukufu imepokea maombi yako na imepokea maelezo yako, lakini mahakama haijaridhishwa na maelezo hayo matupu bila ya kutuletea ushahidi. Na ushahidi tutakao mahakamani, nani aliyekujuza kama Hanshar ndiye aliyopanga mipango hiyo? Ukitekeleza ushahidi huo, na sisi mahakama tutaweza kutoa maamuzi. Sawa mheshimiwa jaji, mimi nitakuletea ushahidi, alisema Bi Hasnan. Nitakuletea ushahidi, lakini nataka uniahidi shahidi atalindwa, shahidi atakuwa haingii katika hatia yoyote. Ikiwa utafanya hivyo mheshimiwa jaji, mimi niko tayari kukuletea ushahidi. Sawa, shahidi atalindwa. Kama mtaki ajulikane, atatoa ushahidi wake mbele ya mahakama tukufu. Mahakama itamsikiliza. Ikiridhika na ushahidi wake, shahidi atakutanishwa na mshtaki peke yao, kwa maana tutamkutanisha shahidi pamoja na mahakama pamoja na Abrash. Wao tu ndo watazungumza kwa pamoja, na baada ya hapo hukumu itatolewa. Sawa mheshimiwa jaji, nimekuelewa. Ndio jaji,
Hilo ndo nilikuwa nataka mimi. Shahidi tumuone, asogee hapa, aseme mbele yangu, asisingiziwe mke wangu. Mama ana mipango yake ya siri. Mama ndo alipanga yeye, na kwa taarifa nilionayo mimi, mama na marehemu mke wangu Sadania ndo alikuwa na mipango ya kupindua dola, na sasa mama anataka kuipindua dola. Sijui kakumbwa na nini mwanamke huyu. Abrash, unaniambia mimi maneno hayo? Hasnan alikasirika sana. Ndipo Kindiasi akasema, kesi kwa sasa tumeghairisha mpaka hapo ambapo tutakapopata shahidi wa kuja hapa. Bi Hasnan, tafadhali tuambie, shahidi ataripoti lini hapa? Hata kesho mheshimiwa, hata kesho. Niambie tu lini tuje kwa ajili ya mwendelezo wa kesi hii. Nawapa siku 3 kutokea leo. Fanyeni mipango na maandalizi ya mashahidi, na baada ya hapo tutasikiza tena kesi kwa upande mwingine. Kwa sasa mahakama imeghairishwa. Naam, Bi Hasnan sambamba na bwana Abrash walirudi katika maeneo yao, lakini Abrash maelezo aliyoyapata kuhusiana na Hanshar mke wake yalimchanganya sana. Japo alijitahidi sana kumtetea, lakini bado akilini mwake alijiuliza, inawezekana vipi Hanshar kupanga mipango Sadania auawe? Mbona wakati niko na Sadania Hanshar sikuwa naye karibu, na hapakuwa na dalili yoyote kwamba mimi kuna siku nitakuwa karibu na Hanshar? Kuna kitu hakiko sawa, aliongea Abrash, kisha akarudi nyumbani. Tuachane na huko kwa kina Abrash sasa, turudi kule kwa kina Shukairia. Shukairia yuko gerezani, amekamatwa sambamba na Sanura, wako chini ya bahari ya Saba, wakiwa chini ya uongozi wa bwana Zura Binta, sambamba na katika himaya ya Somsom chini ya bahari. Ndipo Zura Binta akasema, hawa watu tuliowakamata hapa, huyu mmoja ni kiumbe hatari sana kutoka katika ngome za kidunia waishiao Ngurumbili. Pengine ni katika wale wanaotafutwa na ngome zetu, lakini hatuna haja ya kufuatilia wala kumuumiza. Tunayemhitaji hapa ni Ngurumbili aliyopo katika mikono yetu. Tunaweza tukamruhusu huyu mwingine akarudi, lakini Ngurumbili tumempata katika njia za ulaini kabisa. Tunashukuru kwa maamuzi ya kutuletea Ngurumbili hapa. Wafungueni na waleteni hapa. Ndipo Sanura sambamba na hapana, aliitwa Shukairia peke yake, Sanura akaachwa. Akasema, niitieni huyo binti wa kijini aje hapa. Ndipo alipofika pale, Zura Binti akasema, binti, sasa tuzungumze mimi na wewe. Najua wewe ni jinsia yetu, lakini wewe ni mwenzetu pia. Tafadhali niambie, ulikuja kufanya nini katika himaya yetu? Shukairia akasema, mfalme, mkuu wa ngome ya Somsom, bwana Zura Binta, sikuwa na nia mbaya. Tulikuja hapa kwa ajili ya matembezi tu. Hata hivyo sikujua kama nitaibukia katika ngome yenu. Ngome nilokuwa naitafuta ni ngome nyingine kabisa, lakini kwa bahati mbaya sikujua kama hapa mnaishi nyinyi. Bwana Zura Binta, endapo utatuachia utakuwa umefanya jambo la msingi sana. Ukiendelea kutushikilia ni kutafuta ugomvi usiokuwa wa lazima wa ndugu kwa ndugu kuja kumwagana damu na kugombana. Tafadhali sana niachie, niwe huru, niende zangu. Kukuachia tutakuachia, hakuna tatizo lolote. Hatuna shida na wewe. Shida yetu ni huyo Ngurumbili aliyoko hapo. Huyu ndo shida yetu sisi. Hapana, hata huyo pia msimzuie, kwa sababu nimekabidhiwa na kila kitu kinajulikana kiko chini yangu. Kumzuia Ngurumbili kutasababisha mimi kwenda kupewa adhabu. Adhabu? Adhabu gani? Na kwa nini ukabidhiwe wewe? Nani aliyekukabidhi? Bwana Zura Binta, shika mambo yako, achana na haya kwangu ninaozungumza. Wewe elewa tu kwamba huyu nimekabidhiwa, tena walionikabidhi ni wazazi wake. Eti wazazi wake? Alisema kwa mshangao mkubwa sana bwana Zura Binta. Wazazi? Unamaanisha waliomzaa? Unamaanisha waliomtoa katika tumbo lake wamekukabidhi wewe? Ili iweje? Ni mtumishi wako ama ni mfanyakazi wako? Si mtumishi wangu wala si mfanyakazi wangu, bali ni mtu wa karibu sana na baba yangu.
Oh, baba yako, ulisema baba yako anaitwa Ahdal bin Sagaf? Ndio. Ndio, baba yangu ni bwana Ahdal bin Sagaf, ni mtu mkubwa sana katika ulimwengu wa kibinadamu. Tuliwahi kupata habari zake kwa mbali sana. Ni jini aliyeasi katika ngome za Kisubiani, na kwa laana zake ndo anaishi katika dunia. Usimwite baba yangu mwenye laana tafadhali, tutagombana sana. Shukairi alikasirika sana, lakini Zura binti akamwambia, hasira zako haziwezi kusaidia chochote leo. Hapa la kufanya ni moja tu, ondoka na usionekane katika maeneo haya, lakini huyo Ngurumbili tuachie. Chagua moja, kuondoka kabisa ukapotea maeneo haya ukatuachia Ngurumbili, au wewe na Ngurumbili mkabaki hapa, uone Ngurumbili namna tunavyomfanya kitoweo. Tena damu za Ngurumbili tunapozipata zinaimarisha nguvu zetu. Si kwamba ujui na unalijua hilo, lakini na wewe pia unaweza ukateketea katika mji huu na usirudi na wasikuone tena. Chagua, ni kuondoka ukiwa salama ama kubaki na wewe uingie kwenye matatizo pamoja na Ngurumbili. Kama umeniambia nichague moja katika hayo mawili, nachagua kubaki hapa. Lakini bwana Zura binta, nakwambia kubaki kwangu hapa kutakusababishia matatizo katika ngome yako. Huwajui walioko nyuma yangu ni kina nani. Hapo ndipo nipokuwa napataka. Nilijua tu kwamba wewe binti hauko mwenyewe. Nilijua kama umekuja kutupeleleza hapa. Sasa unaweza kutusaidia kutuambia nani uko nyuma yako? Kwa sasa siwezi kusema chochote, ila kama unataka kuleta ukaidi katika hili, endelea kunishikilia. Kitakachotokea utakiona. Zura binti akasema, hebu mkamateni huyu, nendeni mkamfunge huko, nitazungumza nao baadaye. Naam, wakati sehemu aliyokuwa amefungiwa Shukairia ni karibu kabisa na ofisi ya bwana Zura binta, mara pakaanza kusikika kama sauti ya ngoma zinapigwa na kuna maneno yanazungumzwa ya kijini. Ni kama vile mbiu ya mgambo inazungumzwa, Zurnaj, Zurnaj, Karul, Karul, zum zum, zum zum. Yani njoni, njoni, kuna tatizo, kuna tatizo, njoni, njoni. Watu wakaanza kukusanyika. Sasa eneo ambalo wamekusanyikia watu kuangalia tatizo ndilo eneo ambalo alipofungwa karibu kabisa Shukairia. Anaona kila kitu. Mara akaonekana binti wa kijini mrembo kweli kweli, amependeza, ameletwa akiwa hoi, amerejea, ni kama amezimia hivi. Zura binti alivyomuona akastuka, akasema, Saraya, Saraya binti yangu, nini kimekukuta? Akamsogelea, akaanza kumwamsha, Saraya, Saraya, nini kimekukuta? Zura binti akasema, mwiteni, mwiteni, mwiteni kuhani mkuu aje haraka aangalia tatizo la binti yangu. Kuhani mkuu alipofika pale akamtazama wale binti, kisha akasema, mfalme, bwana wangu, Saraya itakuwa amekutana na kikumbo kikali sana, amepata kipigo kikali, na ndio maana unamuona yupo katika hali kama hii. Wakati huo Saraya ni binti wa Zura binta, ambaye yeye amelala pale na anabadilika badilika rangi. Unajua majini wanapokutana na dhoruba, kipigo chochote, alama yao ya kwanza wanabadilika rangi. Hata ukipita mahala ukikuta kama maji rangi ya kijani kwenye majani, basi mara nyingi inakuwa ni damu za majini. Damu zao majini wengi zinakuwa rangi ya kijani ama rangi nyeusi, wengi zinakuwa hivyo. Kwa ukikuta majimaji kama hayo kwenye miti ama sehemu ambayo uielewelewi maji ya kijani yametoka wapi ama maji ya meusi yametoka wapi, basi mara kadhaa huwa ni majini, damu zao zile zimemwagika pale. Naam. Sasa wakati anabadilika badilika rangi na kuna damu za kijani zinamtoka, ndipo Zura binti akasema, kuhani mkuu, unaniambia binti yangu amepata kipigo na umesimama tu hapa mbele yake, si umtibie sasa? Kuhani mkuu akamshika, akamwangalia huku na huku, mambo yote yanaendelea. Shukairi anatazama tu, anaona kila kitu. Akamshika huku na huku, akamgeuza, kisha akasema, samahani mkuu kwa ile nitakalokuambia. Unataka kusema nini? Niambie. Mkuu, kwa ninavyomtazama huyu binti hapa, hatuna dawa wala tiba ya kuweza kumsaidia. Kwa maradhi aliyopigwa nayo ni sihiri mbaya sana ya kijini, ambao sihiri hii haiwezi kuondolewa na ngome zetu. Dawa yake natakiwa tuende ngome za jirani tukaiombe, na gharama yake itakuwa gharama kubwa sana. Siwezi mfalme wangu, na mbaya zaidi, akikaa na sumu hii kwa muda siku 3, hutompata tena binti yako.
atafariki moja kwa moja. Zura binti akasema, unasemaje wewe kuhani mkuu? Kwenye ngome gani inapatikana hiyo dawa? Akamwambia, ngome za maruhani juu katika tabaka la mwisho kabisa, ndipo maruhani hao wanaweza kumiliki ngome hii. Yuko kiongozi mmoja wa kijini anaitwa Bwana Kais. Huyu ana uwezo wa kuijua dawa ya hii, kwa sababu makuhani wao kule wana uwezo mkubwa. Labda tufanye mawasiliano na wao waweze kutusaidia. Sasa fanya haraka sana. Mara Shukairi akadakia akasema, Zura binta, mfalme, mimi ninayo dawa ya kuweza kumsaidia binti yako. Akastuka, akamwambia, unasema? Akamwambia, kama ulivyonisikia, kwa maradhi anauma binti yako kwetu sio mageni. Tumeshawaponesha majini wengi sana kwa maradhi kama haya. Dawa ninayo, naweza nikamsaidia. Zura binti akasema, mleteni huyo msichana hapa. Akaletwa mbele yake. Akamwambia, haya, iko wapi hiyo dawa? Shukairi akasema, dawa iko nyumbani kwetu, huko kwenye ulimwengu wa kidunia. Bagamoyo namaanisha, iko chini ya baba yangu Bwana Ahdali. Zura binti akasema, kwa hiyo unataka kuniambia nini? Shukairi akasema, nachotaka kukwambia ni kitu kimoja tu. Uniruhusu, uniachie huru nikafate dawa ya binti yako bila masharti yoyote, na binti atapona. Zura binti akasema, sawa, uko huru, nenda sasa kachukue. Shukairi akasema, niko huru au tuko huru? Zura binti akasema, unamaanisha unataka kuondoka na nguru mbili? Shukairi akasema, ndio, nitakapoondoka peke yangu sitoruhusiwa kupewa hiyo dawa. Zura binti akasema, tunakuamini vipi? Shukairi akasema, wewe unataka kufanya nini? Zura binti akasema, utakwenda wewe, utachukua dawa, nguru mbili utamwacha hapa. Halafu nikishamwacha hapa, utakaporejea na dawa na kuja nayo hapa, tukaithibitisha kwamba ni dawa yenyewe, na hapo ndipo utamkomboa nguru mbili. Thamani ya maisha ya nguru mbili yapo kwenye mikono yako. Ukicheza mchezo wote vibaya, nguru mbili anapotea kwenye maisha yako. Nenda kafata dawa. Shukairi akasema, naomba basi nizungumze kwanza na nguru mbili, nizungumze naye, halafu nitaondoka. Wakamwambia, nenda, hakuna shida. Shukairi akaenda sehemu ambayo alikuwa amefungwa Sanura anaona mapicha tu, yani akili yake si kwamba ile akili real kabisa yuko nayo, lakini kuna mapicha tu fulani, si kama anaota, kama sijui vipi, yani kama yuko na maadui, labda kakamatwa, anakimbizwa, yani yeye yupo kama anaota ndoto fulani, lakini ukweli yupo katika uhalisia. Shukairi akamfuata akamwambia, Sanura, natoka kidogo, lakini upo sehemu ya amani, usijali, nitarudi. Shukairi akaenda moja kwa moja mpaka Bagamoyo. Kufika Bagamoyo, alimkuta mama yake tu, mama Ainama, lakini mzee Ahdali alikuwa bado hajarejea katika mambo yake. Shukairi akamwambia, mama, nishalikoroga huko, naomba sasa nikalinywe, nikirudi nitakupa stori. Mama yake akamwambia, unamaanisha nini mwanangu? Ushalikoroga nini tena? Kwanza iko wapi Sanura? Shukairi akamwambia, na ndio maana nimekwambia nimelikoroga mama, ila acha niende nikapambane, atarudi hapa Sanura na hakuna shida yote. Mama akamwambia, wewe Shukairi, shauri yako. Shukairi akaenda katika sanduku la baba yake mzee Ahdali, akachukua dawa maalum aina 3 ambazo zinajulikana kwa majina Tabafur. Dawa hizi zinaitwa Tabafur. Mpenzi mfuatiliaji, moja katika dawa ambazo majini wengi wanazitumia vizuri sana ni hizi Tabafur, kama utakavyoziona mbele ya safari itakavyokuwa nafanya kazi. Shukairi akamwambia mama yake, mama, nachukua Tabafur, naenda kumkomboa Shukairi. Mama yake akamwambia, mwanangu, wewe unajua hizo dawa baba yako anavyozithamini sana. Tabafur unapeleka wapi? Hawatakie majini kuwa nazo.
kwa sababu majini ni jeuri. Wakiwa nazo hizo dawa, wataenda kuchokoza watu, wataenda kuchokoza binadamu, wakiamini kwamba ziko dawa zinaweza zikawasaidia. Baba yako ulisikia alivyosema? Shukari akasema, mama, siendi kuwapa zote, kidogo tu kwa ajili ya kumwokoa Sanura. Pale pale Shukari akaruka na kurudi katika ngome ya Samsam. Alipofika pale Samsam akawaambia, haya, nimerudi, tabafur niko nazo hapa. Zura binti akasema, kuhani mkuu, njoo hapa. Kuhani alipokuja akamwambia, niambie tiba ya mtoto wetu ni ipi? Kuhani mkuu akasema, mheshimiwa mkuu, tiba pekee ambayo inaweza ikamtibia binti yako ni tabafur. Tabafur ni nini? Tabafur ni dawa aina 3 ambazo mtu yote aliyepatwa na matatizo ya kijini au ya kishetani au uchawi, ikiwa ni binadamu, ngurumbili, ama ikiwa ni jini mwenyewe, kapata msukumo na mguso wa kijini, atakapotumia tabafur, ni dawa ambazo zina uwezo mkubwa wa kumsaidia. Dawa hizi zinamilikiwa katika falme kubwa kubwa za kijini, sio rahisi sana kuzipata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo mfalme wangu, kama tabafur tukizipata, ndo zinaweza zikamsaidia binti yako. Zura binti akasema, huyu binti ameniambia tabafur anazo, nitaamini vipi kama ndo zenyewe? Kuhani mkuu akasema, anipe moja niangalie, kama ndio zenyewe nitakwambia. Zura binti akasema, binti, haya, lete moja katika hizo tabafur. Mpenzi mfuatiliaji, tabafur ni aina 3 za dawa. Yaani kuna dawa inaitwa taina, kuna dawa inaitwa balgham, kuna dawa inaitwa fukhur, ndo zikafupishwa zikawa tabafur. Hizo dawa ziko 3. Kama mtu atazipata, mambo ni kama haya yaloendelea hapa kwa bwana mkubwa huyu Zura binta. Ndipo Shukairia akaichukua ile moja taina, akamrushia yule kuhani. Kuhani akaichukua ile dawa taina, akainusa na kuisikilizia, akasema, mfalme wangu, ndio yenyewe, iko sawa kabisa. Mfalme akasema, sasa mbona iko moja tu? Shukairia akasema, Zura binta, acha mapepe, hizi hapa nyingine ninazo 2, zinatimia hapo, zinakuwa 3. Unapata taina, unapata balgham, unapata fukhur, dawa ambazo mtoto wako akizitumia atanyanyuka na atapona. Lakini hizi 2 siwezi kukupa mpaka uniletee Sanura hapa, kisha nitakukabidhi. Zura binti akasema, mfungueni huyo ngurumbili hapo. Akafunguliwa Sanura. Kumbuka Sanura yupo kwenye wenge fulani hivi, yani hata hajielewi kama amelala au yuko macho, hajielewi. Sanura akaletwa mpaka pale, kisha Shukairi akamkumbatia Sanura, akawarushia zile dawa 2 akina Zura binta, kisha Shukairia akayayuka akakimbia na Sanura. Wakarudi mpaka Bagamoyo. Ile wanaingia ndani tu, wanakutana Shekhe Adali akiwa amekasirika sana. Adali akamwambia, unatoka wapi wewe binti muovu? Na nimekwenda kwa katika begi langu nimegundua tabafuri hazipo, umezipeleka wapi? Shukairi akasema, baba, tulikamatwa ili tuokoke, ilikuwa ni lazima tabafur ziende, nimemwokoa Sanura. Adali akamwambia, unajua ni kiwango gani cha hatari unachosababisha? Unajua Sanura kama anatafutwa, na hivi sasa kwa taarifa yako, hata huko ujinini kwenyewe mtoto huyu Sanura ameshatolewa, hatujui yuko wapi. Sasa wewe unataka kuletea balaa gani? Kwani unafanya vitu kama hivi? Lakini mtoto hatujui yuko wapi na mama yake hatujui yuko wapi, unafikiri nini kingetokea? Usirudie tena kufanya mchezo kama huo. Shukari akamwambia, sawa, nimekuelewa na sitorudia tena, na kuomba unisamee baba yangu. Mzee Adali akamwambia, sawa, sasa hiyo ngome niambie iko wapi na umewakuta anafanya nini? Shukari akasema, baba, hiyo ngome imejipanga kweli kweli, iko hapa hapa na wako karibu kabisa na dunia yetu. Hawa viumbe na wana mipango pia, wanasema hata wanamtafuta kiumbe ambao wanamtaka. Inaonekana hata na wao wana shida na huyo Jinsun, wanamtafuta mtoto wa huyo Sanura. Lakini pia nilichogundua, wametuma majeshi makubwa sana yako hapa duniani.
tulikamatwa wakati tunakwenda na trafiki mmoja, hawa watakuwa wanamtafuta. Ndipo bwana Adel akasema sasa la msingi ni kuzungumza na ndugu zake Sanura, wawe makini sana, majini ni wakorofi, watatumia damu kwa damu kwenda kugundua nani anaweza kuwa anajua aliko mtoto wa Sanura, na wakimpata tu tumekwisha. Yani majini wakimtumia huku tumekwisha. Kuna haja ya kwenda kuwafahamisha somo hili. Naam, kwa upande wa Sofia sasa, turudi kidogo kwa upande wa Sofia. Sofia amelala ndani kwake na mtoto. Siku moja usiku, Sofia akiwa amelala ndani kwake na mtoto, akashangaa kama amepitiwa na kilepe cha usingizi hivi, akamuona kuna mtu ameingia ndani kwake. Sofia amefunga milango yote na amelala peke yake, akahisi kuna mtu ameingia kwenye nyumba yake. Alipowasha taa, akamuona ni Sariu amembeba mtoto na amesimama mbele yake. Nini kiliendelea? Mpenzi mfuatiliaji, usiache kuendelea kusubscribe katika channel hii ili uwe wa kwanza kabisa kupata kisa hiki na vingine vingi kupitia hapa Abalkasim Online TV. Asante kwa wewe ambaye tayari umekwisha subscribe na umekuwa mwanafamilia wa Abalkasim Online TV. Kwa leo nataka kuwasiliana na sisi, namba zetu za simu ni hizo hapo 0713 205010, 0759 205010, 0711 78 13 28. Hizo ni namba zetu za simu, unaweza ukatupigia kwa kutaka kujua ushauri na mambo mbalimbali unaotaka kuyafahamu. Lakini sambamba na hilo, na waalika kwamba tarehe 31 mwezi wa 12 inshallah tutafanya dua kubwa ya kufunga na kufungua mwaka. Tuanze mwaka kibabe kama tunavyoanza miaka yote, na vile vile usisahau yatakayojiri 2026 tutaeleza vizuri kabisa. Kwa hiyo nakualika ndugu yangu, kwa kila anayetaka kushiriki kwenye dua hii, dua ambayo itakuwa na sadaka kidogo utailipia. Kama unajisikia kushiriki, basi utatafuta kwa namba hizi ili tuweze kukwambia utaratibu utakuwa vipi. Asantum, na washukuru sana. Sasa chukua maji yako, lete karibu na mdomo wako na tufanye dua inshallah. Mwenyezi Mungu atufanye wepesi katika mambo yetu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahi awwali, naanza na Rahman. Ya Rabbi usiye mithali kwa jina lako Dayyan. Nashtaki dhuful hali bi amradhi wa fuqdan. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi, katika sisi kila aliye na haja mpenaye ya Rahman, umkidhie na haja zake, mambo yawe sahalan, ukamjalie na faraja kila wakati ya badan. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi, wasiokuwa na kazi wazijua nia zao, maisha yao yachuuze wala wasiwe wapweke, na matajiri wawatake kama wako peke yao. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi, na aliye na kazi basi malipo ayapate, na cheo kilicho wazi majuto yasimpate, ukampandishe na hadhi yake na heshima ipate. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi, tujia kila anataka mchumba mjalie Rabbana, bila kufukiza vumba. Takabbal subhana, awe na kheri mchumba na hekima nyingi sana. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Ya Rabbi, yoyote anayetaka kutufanya ubaya katika binadamu au majini, ya Rabbi huyo umwangamize mithali ya Firauni, na shahada asitimize wala maji kikombeni, ikampalia na pumzi akauke chaukuni. Takabbali ya Mannani iwe kun fayakun. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Wassalamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Chukua maji yako, jimwagie kidogo mwilini mwako, mengine kunywa. Tukutane katika episodi inayofuata tujue nini kilijiri baada ya hapo. Asantum wa jazakumullahu khaira.